waziri wanapokuja wapya, mabadiliko yanatangazwa sana, mnapiga sana maneno, alafu mwisho wa siku unaona watu wanarudi kwenye business as usual. Sasa hili jambo mimi nataka nizungumze na watumishi wa umma. Wewe mwandishi habari umeuliza, lakini mimi ninapokujibu wewe naomba nizungumze na watumishi wa umma. Jambo la business as usual limefika mwisho. Sisi kwenye wizara yetu, maana unajua bahati mbaya iliyopo watumishi wa umma lazima wajue kwamba safari hii wana waziri ambaye kwanza anajua nini maana ya nafasi yake hii. Yaani hilo jambo nataka niwaambie wazi. Wizara yetu sisi ndio inayo haya na kufaya. Yaani sisi leo hii hata ukisikia kwa mfano mtu kafukuzwa huko sijui labda kwenye sijui kitu gani huko kwenye wizara gani kafukuzwa, yaani kituo kinachokuja ni kwetu sisi. Sisi ndio tunajua nini utumishi wa umma unataka. Mtumishi wa umma aliyekosea tunajua adhabu gani anatakiwa kupewa. Mtumishi wa umma aliyekosea tunajua anatakiwa kufukuzwa lini na anatakiwa lini arudishwe kazini. Kwa nataka niseme kitu kimoja. Kama kuna mtu ambaye anaamini kwamba ule muda wa kuchecheza upo, muda huu haupo, nataka nikwambieni, sisi wengine bahati nzuri huwa hatuna sababu ya kununa, kwa sababu mimi nilifundishwa kwa maisha haya ni furaha. Yaani wewe ukijiona kwa mfano mkono umeshindwa kunyooka hivi, kuna mwenzako hata mkono hana. Kwa hiyo sina sababu ya kununa. Lakini nataka nikwambieni, ninapofika na jambo la utendaji kazi, mimi ninachotaka ni kwamba jambo mtu aliwezekani uniambie kwa mheshimiwa waziri, kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria hii, kwa mujibu wa hiki, ili jambo ni gumu kutekelezeka katika hili. Lakini tunazungumza afu unaleta nidhamu ya uoga mfanyakazi kwamba mheshimiwa waziri sawa nitafanya, alafu hujafanya, alafu wiki ijayo unakuja kuniambia nimeshindwa kufanya kwa sababu hiyo. Nasema hivi, hiyo kazi hiyo kama unaitaka uwe muwazi na mkweli. Unasema maneno ambayo hayajanyoka, unataka uniongopea nikijua ukweli, mimi na wewe ni shingo yako itakuwa mkononi mwangu. Hilo nataka niseme wazi. Sio kwamba tutachinjana, lakini ni lugha ya tafsiri. Lakini usije kusema waziri kasema ataenda kuwachinja kwa watu. Lakini point yangu ni kwamba utumishi wa umma ni dhamana. Dhamana ambayo sisi tumepewa kwa niaba ya wananchi. Wananchi hawa walimchagua rais. Labda ifahamike vizuri. Wananchi wa Tanzania walimchagua mtu anaitwa rais. Rais akaona kwamba kwa sababu mimi ndio polisi, mimi ndio mwanajeshi, mimi ndio daktari, mimi ndio nani, hebu nitafute watu ambao watanisaidia kusimamia haya maeneo ambayo wananchi wangu wamenituma niende nikafanyie kazi. Na moja eneo ambalo nilitumwa kufanya kazi ni kwenye utumishi wa umma. Sasa sisi tunasimamia utumishi wa umma. Utumishi wa umma lazima utoe majawabu. Na ndio maana safari hii mnaweza kuona kwamba katika reforms ambazo tunaanza kufanya, mojawapo kwamba safari hii tunataka tuhakikishe kwamba watumishi wa umma wanapata adabu. Maana yake wasijisahau, ndio kama ambavyo maelekezo yalitolewa jana na waziri mkuu. Ni wazi na ni kweli. Nani asiyejua kwamba kuna watu ambao yani yeye anaweza akaja hivi kama jana alivyotoa mfano kwamba kuna mtu anakuja kwako mfanyabiashara anapewa kodi kila wiki. Yani mpaka unashindwa kuelewa hivi kodi inatokea wapi? Yani mtu anakuja leo anakuja Ridhiwani anakutwanga kodi 200,000. Baada ya siku 4 anakuja sijui Maumi anakutwanga kodi 2,200,000. Baada ya siku 3 sasa unajiuliza hata kama hiyo kodi inalipwa kwa mujibu wa sheria, kodi inalipwa kila mwezi au kwa kila bidhaa au kwa kila biashara inayofanyika. Lakini mimi sijafanya kodi hiyo. Alafu kesho kutwa anakuja mtu anakuambia bwana tumekuangalia, tumekuona kwamba wewe upate msamaha ulipe kiasi hiki. Hicho unachokilipa kinatoka wapi? Kipi hicho ulichokisamehe? Haiwezi kuwa hivyo. Lakini unaona kabisa mazingira yanayotengenezwa ni mianya ya watu wa nini wapate rushwa. Sasa lazima tuna nini? Na hiyo ni jukumu letu. Na ndio maana niliambia siku hiyo wazi kwamba wale pale katika ile sekretarieti ya ajira, sekretarieti ya utumishi wa umma kwamba bwana lazima mtimize wajibu wenu. Ni hamna sababu kwamba leo hii eti viongozi wanachafuliwa na nyinyi mmenyamaza kimya. Kwa nini? Ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba utumishi wa umma unakuwa mzuri. Kwa hiyo mabadiliko ambayo yanataka kutekelezwa, nataka nikwambieni yatatekelezwa. Na tuvumiliane tu kwa sababu watumishi wa umma hao ambao mnawataka nyinyi ambao mtakuwa nao kijiweni, mtakuwa nao wengi tu soon. Nyinyi kama kuna mtu aamini hayo, nyinyi mwambieni tu mtu mmoja hivi, hebu tumjaribu kidogo waziri. Nataka nikwambieni sitoruhusu mtu aje kumwombea mtu radhi. Kwa sababu akikosea amekosea. Hatutakubaliana katika jambo hilo. Ili jambo nieleze wazi na mulielewe. Lakini pia
Jambo la tasafu kuhusu kugusa walengwa. Labda nitafsiri vizuri kwanza, tukianza katika mikataba ya kudumu. Mikataba ya kudumu si ndio hii ya permanent and pensionable? Au mikataba ya kudumu ipi hiyo? Yaani kuna baadhi ya watumishi wanakuwa wanapewa labda mkataba wa miezi 6 au mwaka mmoja. Kwa hiyo sasa hawa wanakuwa waingizwi kwenye PSSF. Na hili swala limekwepo. Sasa wewe kama wewe waziri unalizungumziaje hili swala? Okay. Ndiyo. Labda niseme kabla sijazungumzia jambo la mikataba.